and the trees. Jesus, maker of them all. Jesus. Ta-da. Summer, winter, Autumn, spring, mountains, blue skies, and the seas. Rainbows, rainbows, sunshine, and the trees, you made them. Jesus, The maker of them all. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Oh, 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 morning, noontime, and the night. Voices, rhythm, melody. People, places, everything. Jesus, the maker of them all. everywhere Everywhere I go, I see you. I see you right In there. the beauty Of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Oh, 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 you're amazing, dear Lord. You are amazing, dear Lord. You're amazing, dear Lord. You are amazing, dear Lord. You amaze me, dear Lord. You amaze me, dear Lord. You are amazing, dear Lord. You're amazing, dear Lord. You are amazing. You are amazing. You are amazing. Jesus, you're amazing. You're so amazing. You're so amazing. Your love is amazing. Your grace is amazing. Your glory is amazing. Your power is amazing. You made the heavens and the earth by the words of your mind. You are amazing. You are amazing. Nobody is like you. Nobody loves like you. Nobody makes like you. You are so beautiful. You are so wonderful. You are amazing. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Oh, 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 summer, winter, autumn, spring. Jesus, the maker of them all. Ooh,
autumn, spring, mountains, blue skies, and the seas, rainbows, sunshine, and the trees. Jesus, maker of the Lord, Jesus. Ta-da. Summer, winter, Autumn, spring, mountain. Huo ukiwa ni msafara wa bwana harusi mtarajiwa Emmanuel Simiyu. Wapisha maneno kwa hayo sasa. Iko mingi sana. Haya, sema pamoja na wao, sema pamoja na wao. Kando kidogo. Songa kando. Kwa heshima ya kipekee tutaweza kupiga nduru takatifu, nduru takatifu ya vigelegele, makofi sana ili tuweze kupokea bi harusi Seti. Asante. Na wewe watu kidogo tu. Ningependa kutangaza tangazo moja. Wale ambao wana simu ambazo zinapiga picha, tafadhali, kwa heshima ya kipekee ya bwana harusi na bi harusi, tungependa tu tushirikiane na wale ambao wamepewa jukumu hili la kuweza kupiga picha, ili waweze kupiga picha nzuri tu. Tutazipata picha hizo kwa mtandao. Asante. Ije. Thank you. Haya.
katika mwendo wa polepole, mwendo wa kinyonga, anakuja bi harusi. Bi harusi mtarajiwa Bi Sentry anakuja kujiunga nasi, Wape shangwe na vigelegele akina mama, wapi makofi akina baba. Asante sana. Katika mwendo kuhesabu, hatua kuhesabu. Nikupatia hiyo mko sawa? Nikupatia hiyo mko sawa? Acha nikifika ukianza kimoja tutatokea hiyo hapo. Ndio jana hicho. Sawa. Wakati wake. Leo siku yako mama usiharakishe. Leo siku yako mama usiharakishe. Mama timu dada. Haya, wapi shamba nielekea kina mama? Thank you so much DJ. Thank you so much Nevik. DJ wangu ameniwekea muziki taratibu tu. Tupate kuketi tafadhali. Tupate kuketi tafadhali. Tupate kuketi tafadhali. Kwa heshima taadhima kuu kabisa, ningependa kuchukua fursa hii, fursa ya kipekee kuweza kuwakaribisha nyote katika nyumba hii ya Bwana siku hii ya leo. Inapendeza sana. Geukia mwenzako mwambie inapendeza sana kuwa katika nyumba ya Bwana. Asante sana. Kwa hivyo kabla nipishe mwenzangu kuweza kuchukua kipindi ambacho kitapata, ningependa tu kwa heshima ya kipekee niweze kutambua pande zote mbili za familia. Kwanza tunaanza na pande za familia ya bwana harusi, tukaweze kuwapigia makofi mazuri kwa kuweza kujiunga nazi. Asante sana.
Karibuni sana familia ya bwana harusi kujiweza kujiunga pamoja katika siku hii nzuri ambayo Bwana ameifanya. Vile vile tuwapigie makofi familia ya bi harusi ambao wamejiunga nasi siku hii ya leo. Wapi makofi, shangwe na vigelegele. Na vile vile sitawasahau wageni waalikwa ambao wamekuja kwa ajili ya kufanikisha siku hii, na vile vile watumishi wote wa Mungu ambao wamekuja siku hii na kuweza kuona kwamba siku hii inakuwa yenye kufana. Mwenyezi Mungu awabariki. Kutoka kwangu sina la ziada. Nitapisha mwenzangu Pastor Lambisi aweze kuendelea kutoka hapo. Thank you so much. God bless you. Asante sana. Mupatie MC makofi murwa mno. Mupe makofi. Mimi nimekubali kupungua, yeye aongezeke. Mupe makofi tena. Na kwa hivyo ninaomba sisi wote tusimame tupate kufungua kwa maombi. Nataka mwenzangu Pastor Osebo kuja hapo nisaidie kufungua kwa maombi. Osebo kuja hapo. Osebo. Naomba tusimame kwa heshima tusimame tufungue kirasmi. Tusimame wote. Kama wewe si mgonjwa, simama. Mwenyezi Mungu Baba wetu, Muumba mbingu na vyote vilivyomo duniani, tunakuinulia macho yetu dakika ya sasa. Tunajua ukuu wako tangu pale mwanzo ulipokuwa mwanadamu kwa mapenzi yako, wakati mfano wako, rafiki yako. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Umekuwa na mwanadamu siku zote hadi leo hii ungali karibu na mwanadamu. Asante, maana neno lako lasema wewe unatujali na kila namna, kila jambo unalijua. Hata siku ya leo pia umelijua. Na kushukuru kwa ajili ya kikao hiki chote ambao umekifanya kwa ajili ya bi na bwana harusi na wageni wote kwa ujumla. Baba, ni asante. Tumekuwa tukiombea siku hii pale nyuma, tukitamani hakika kwamba siku iwe, na ndio hii. Asante kwa kufanya siku ili tukaifurahie. Basi sasa Bwana, neno hili lilikuwa mwanzo pale ukasema apataye mke apata kitu chake. Basi siku ndio hii tunaikabidhi mikononi mwako, tukisema Mwenyezi Mungu, ikupendeze, iwe ni siku ya furaha, ya kufurahia na mwanzo mpya kwa bi harusi na bwana. Basi vyote vitapita, tunakabidhi mipango yote mikononi mwako. Tunajua mchungaji na wafanyakazi wako watakaofanya kazi hii, tunawakabidhi mikononi mwako. Isiwe kwa akili yao, bali iwe yako Mwenyezi Mungu. Asante, maana umekubali na unatenda haya. Ratiba zote kuanzia sasa kuendelea na kukamilika, tunajua uwepo wa Roho wako Mtakatifu atakuwa katika usukani. Asante, maana unatupenda. Asante, maana wewe ni mwema. Asante, maana wewe umetenda tayari. Asante, wewe ni mkuu kuliko vyote. Karibu sasa Baba, njoo kaa pamoja nasi na utende miujiza. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Asante sana. We moved in villages, communities, preaching the word of God. Tukiwa vijana tulitembea katika vijiji tukihubiri neno la Mungu. US, yuko kule Marekani, and we thank God for her. Na tunashukuru Mungu kwa ajili yake. Bless you for being a good example wherever you are. I know you are watching us online. Na Mungu akubariki popote ulipo. Najua unatazama kwa mtandao mahali popote ulipo. And for every one of us that has come in this wedding,
May God bless you. Na kwa kila mmoja wetu ambao umekuja kwa katika harusi hii, na Mungu akubariki. I want to take the shortest time possible this morning. Ningependa kuchukua muda mfupi iwezekanavyo asubuhi hii. These guys arrived in church the earliest ever. Hawa majamaa walifika kanisani mapema kuliko vile hii imefanyika hapa awali. And I think they were sending a message that they want everything to move fast. Na natumai walikuwa wanatuma ujumbe ya kwamba wangependa kila kitu kifanyike kwa upesi mno. I want to move. Na kwa sababu ya hiyo nataka kwenda kwa haraka mno. My name is Pastor Edward Kesa. Jina lake ni mchungaji Edward Wekesa. Senior pastor. Yeye ndiye mchungaji mkuu wa kanisa hili. And my co-minister is called Geoffrey. Nami naitwa Geoffrey Wafula. We minister on this altar together. Huwa tuhudumu katika madhabahu haya pamoja. Allow me to read from Ephesians chapter 5, verse 22. To verse 22 to verse number 33. Niruhusu nisome katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 hadi 33. The Bible says in Ephesians chapter 5, verse 22, wives, submit your husbands. What? Biblia yasema hivi, wake watiini waume zenu kama mnavyomtii Bwana. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Kwa maana mume ni kichwa cha mke, kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa, ambalo ni mwili wake, naye mwenyewe ni mwokozi wa kanisa. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands. Basi kama vile kanisa linavyomtii Kristo, vivyo hivyo na wake pia wanapaswa kuwatii waume zao kwa kila jambo. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Ninyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa, akajitoa nafsi yake kwa ajili yake, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Ili alitakase. Alifanya hivyo kwa kuliosha kwa maji na kwa neno lake, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other place, holy and blameless. Ili ajipatie kanisa linalong'aa, lisilo na doa wala kunjamano wala kitu kingine chochote kama hicho, ili liwe takatifu na bila kasoro. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Vivyo hivyo waume wawapende wake zao kama miili yao. Anayempenda mkewe anajipenda mwenyewe. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church. Hakuna mtu anayeuchukia mwili wake mwenyewe, bali humulisha na kuutunza vizuri kama Kristo anavyolitunza kanisa lake. For we are members of his body. Sisi tu viungo vya mwili wake. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Kwa sababu hii, mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataungana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Hili ni fumbo gumu kueleweka, nami nasema kuwa ni kielelezo kuhusu Kristo na kanisa. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. And may the Lord bless his words. Hata hivyo kila mmoja wenu ampende mkewe kama anavyoipenda nafsi yake, na mke naye ahakikishe anamheshimu mumewe. Na Bwana alibariki andiko.
I just want to use this portion of scripture this morning to bring a message I've called Principles of a Working Marriage. Nataka kutumia sehemu hii ya maandiko kuleta kwetu ujumbe ambao nimeuita kanuni ya ndoa inayofanikiwa. Number 1. Ya kwanza, you must realize that marriage is a commitment. Lazima utambue ya kwamba ndoa ni hali ya kujitolea. You are committing yourself to your partner. Wewe unajitolea kwa mwenzako katika ndoa. Marriage is a commitment. Ndoa ni kujitolea. And I believe that this morning you have come, the two of you have come to publicly commit to each other. Ninaamini ya kwamba asubuhi ya leo ninyi wote mmekuja hadharani na mbele za watu kujitolea moja kwa mwingine. And we are here as witnesses. Nasi tuko hapa kama mashahidi. Marriage is a commitment and a partnership. Ndoa ni hali ya kujitolea katika hali ya kushirikiana. I have seen people get married. Nimewaona watu ambao wameoana and call such a wonderful wedding na wanaitisha harusi that costs millions, ambayo ina gharama ya mamilioni. I have even taken part in some of them. Na hata kwa kiwango fulani nimeshiriki katika baadhi ya harusi hizo. But one thing that has really pulled my heart down, lakini jambo moja ambalo limewahi zusha moyo wangu chini, is when these young people or this couple, after a short time, they come back and they are telling me they want to part ways. Ni wakati ambapo hapo vijana baada ya fupi wanakuja kwa na kusema ya kwamba wangependa kiame. I want to let you know, ningependa ukaweze kujua, God has not called me to separate families. Ya kwamba Mungu hajaniita kutenganisha jamii. God has called me to unite families. Mungu ameniita kuunganisha jamii. So don't dare. Na kwa sababu ya hiyo ninyi msijaribu. Don't dare. Msijaribu hilo. One of them came to me and I told her, mmoja wao akanijia na nikamwambia, you are the one who called us. Ya kwamba wewe ni baadhi ya watu ambao mlituita. All of us back. Basi tuite sisi wote kila mahali tulipo, turudi. This is the nonsense you are telling me. Na kisha uniambie yale mambo machafu ambayo unaniambia. Marriage is a commitment. Ndoa ni hali ya kujitolea. It is a partnership. Ni hali ya kushirikiana. Where both of you are giving vows to love, to honor, and to serve each other. Ambapo ninyi wote wawili mnatoa viapo vya kupendana, kutumikiana na hali ya kuishi pamoja siku zote. Praise God. Bwana asifiwe. To love, to honor, and to serve each other. Kupenda, kuheshimu na kutumikiana. When you read verse number 23, unaposoma mstari wa 23, verse 22 and 23, the Bible says, wives, submit to your husband as to the Lord. Mstari wa 22 inasema ya kwamba wake watiini waume zenu. Marriage is a submission. Ndoa ni hali ya kutii. And I want you to learn as you get out of that door that one of the things that God expects from you, Catherine, is to submit to your husband. Na ningependa ujue hivi kwa umakini ya kwamba mojawapo ya mambo ambayo Mungu anayataka
nataka kutoka kwako kama wewe sentry ni kumtii mumeo. Be humble enough. Kuwa mnyenyekevu ya Be kutosha. submissive. Ukuwe wa kumtii. Respect your husband. Uheshimu mumeo. Talk to him with utter respect. Umuongeleshe na heshima. I tell you that men are not good enough. Na ningependa nikwambie They are kwamba not perfect. ningependa nikwambie kwamba wanaume sio wazuri wala wakamilifu vya kutosha. They have weaknesses. Wana udhaifu. But don't capitalize on their weakness, on his weakness, to disrespect him. Lakini usitumie udhaifu wao kuacha kumheshimu. I know God is going to lead you. Najua Mungu atakuongoza. And sometimes God leads the wife above the husband in terms of material possession, material acquisition. Na wakati mwingine Mungu anaongoza hata mke kuwa na vitu na mali juu ya mumewe. If that comes your way, na iwapo hilo litatendeka, learn to submit. Jifunze kuwa mtiifu. Don't raise your head above the head of the house. Usiwahi inua kichwa chako juu ya kichwa cha nyumba yenu. Submit. Kuwa mtiifu. And respect your husband. Na uheshimu mumeo. When you read verse number 25, unaposoma mstari wa 25, the Bible speaks to the husband. Biblia yanena kwa wanaume. And it says, husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her. Inasema ya kwamba ninyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa nafsi yake kwa ajili yake. Emmanuel, if there is something that is going to make this good girl come out of the crowd, iwapo kuna kitu chochote kizuri kitakachomfanya huyu msichana mzuri ainuke kutoka kwa makundi and walk tall among her peers, na atembee juu miongoni mwa wenzake, give her love. Basi mpatie upendo. Love her. Mpende. Come by her side every time and encourage her. Kuja and lift up her spirit. Kuja upande wake kila wakati, umtie moyo na uinue roho yake kila wakati. The Bible says, Biblia inasema that we should love our wives just as Christ loved the church. Ni kwamba tunapaswa kupenda wake zetu kama vile Kristo alivyolipenda kanisa. I want to tell you, you are not marrying an angel. Nataka nikwambie ya kwamba hauoi malaika. You are marrying a human. Wewe unaoa mwanadamu. Full of flaws and weaknesses and failures. Ambaye amejawa na kasoro, mapungufu na hali ya kushindwa. My wife has just said we have been married for 29 years. Na mkewe amesema tu ya kwamba wameoana takribani miaka 29. One thing I have known about marriage is that these ladies ask questions. Jambo moja ambalo nimejua kuhusu ndoa ni ya kwamba hawa wake wanapenda kuuliza maswali. Some of questions don't make sense. Na baadhi ya maswali haina maana, lakini ni lazima uyajibu. For 29 years I'm still struggling to answer questions. Kwa miaka 29 angali anang'ang'ana kujibu maswali. Praise God. Bwana asifiwe. So answer questions. Kwa hivyo ujibu maswali yote. And I don't care whether you are tired, you have been working the whole night, the whole day, that one doesn't make sense. Na hawajali kama umechoka, umefanya kazi usiku kucha au mchana, haileti maana kwao. Lazima ujibu maswali. They ask questions. Wanauliza maswali. Just try to answer those questions. Jaribu tu ujibu hayo maswali. Even now, once I get you together, you will start answering questions. Na hata saa hii, mara tu atakapoletwa kwako, ataanza kuuliza swali la kwanza hapo hapo.
Kwa nini hiyo kapeti imekuja? Na hiyo miti kwa nini haijasimama vizuri? Just answer the question. Ujibu tu hayo maswali. Praise God. Bwana asifiwe. So she's not an angel. Na kwa sababu ya hiyo sio malaika. She's full of flaws. Mara 3, mara 4 na hata kuendelea, naye ataboresha maisha yako. Sentry, I plead with you. nataka kukusii. You know that you're marrying a very highly gifted young person. Wajua ya kwamba unaolewa na jamaa ambaye ana vipawa kadha wa kadha vya kiwango ya juu. If you stand with him, iwapo utasimama naye, there is nowhere that you will not go. Hakuna mahali ambapo wewe hutawahi fika. The sky is not even the limit. Hata mbingu haitakuwa kizuizi kwako. Praise God. Bwana asifiwe. Please stand by his side. Tafadhali usimame na uwe pamoja naye. Hold his hand. Ushike mkono wake. Be reasonable. Uwe mtu wa akili ambaye ni timamu. Support him. Usimame pamoja naye. I know God is going to give him tremendous vision of his life and your life. Najua Mungu atampa maono makubwa kwa ajili ya maisha yake na maisha yako. And God is going to put resources in your hands. Na Mungu ataweka rasilimali mikononi mwenu. Because that is what I have prayed for you. Kwa sababu hayo ndiyo nimewaombea. I have no other prayer here. Sina maombi mengine hapa. I pray that God puts resources in your hands. Nimeomba ya kwamba Mungu aweke rasilimali mikononi mwenu. God lifts you up. Ya kwamba Mungu awainue. And indeed, God is going to lift you. Na kwa kweli Mungu anaenda kuwainua. If you will walk by his side. Iwapo walks by the side. Iwapo mtatembea kila mmoja wenu kwa upande wa mwenzake. Develop each other. Mukachengane. Improve each other. Mukaboreshane. Grow each other. Mukakuzane. Emulate good life from good people. Emulate good life from good people. Basi mukaike maisha mazuri kutoka kwa watu wazuri. I know our Lord is coming with the best. Najua ya kwamba Mungu wetu anakuja na mambo yaliyo bora zaidi for your life. Kwa ajili ya maisha yenu. And it begins now. Na inaanza sasa. Can we give God a hand clap? Tupigie Bwana makofi mazuri. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That's the end of my message. Huo ndio mwisho wa ujumbe. Amina. Amina. Tunaweza pigia Bwana makofi mazuri kwa ujumbe huo. I want to welcome worship team to come back here. Ningependa kuwakaribisha wanasifa na ibada warejee hapa. I want us to bring these two people to tulete hawa watu pamoja ikiwezekana kabla ya saa 7 mchana. Watatupatia tu wimbo kufika hapa Mungu umewabeba haitawa kufika hapa ni mkono wa Mungu umebeba haitawa kufika
clap. Tupigie Bwana makofi mazuri. Ningependa kuongoza Sentry pamoja na Emmanuel. Najua sasa is a serious time. Ni wakati wa kumaanisha sasa. Praise God. Sijui kama kuna jambo lolote. Haswa Emmanuel. Kuna jambo lolote ambalo linaweza kuzuia usimwoe mwanamke huyu? La hasha, hakuna. Hakuna. Je, kuna jambo lolote mchana wa leo ambalo linaweza kukuzuia usiolewe na mwanamume huyu? Hakuna. Hakuna. Amen. Amen. Sijui ni nani anapeana mwanamke huyu kuolewa na mwanamume huyu. Wazazi, basi kamata mkono ya huyo mtu niletee. Haya. Very good. Haya, hivyo basi clear hivyo. Nani anapeana mwanamume huyu? Mungu hapo. Basi nikamatie pole pole niletee. Usiku nimejaribu kupigia simu. Naona anaenda misi. Karibu niulize nini hii mtu amepotea, ameingia msituni ama nini? Sasa nimefurahi kumwona. Naomba uwashe timu nipatie sasa wimbo yenyewe. Watu Shangilia Yesu anaweza. nataka pole pole. Ile ya pole pole. Nataka mkuje pole pole, hakuna haraka sasa. Nilikuwa na haraka asubuhi, hiyo imeisha hiyo. Unilete pole pole kwa baba. Mungu alipomuumba mwana. Mungu alipomuumba Adamu hakumwacha awe peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu alipomuumba Adamu hakumwacha awe peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Nyama zake katika nyama zake, mkubwa wake katili mkubwa yake. Nyama yake katika nyama zake, mkubwa wake katili mkubwa yake. Tafadhali sema maneno haya nyuma yangu. Huyu ndiye mwanamke wa pendo langu. Huyu ndiye mwanamke wa pendo langu. Mfupa wa mfupa yangu. Mfupa wa mfupa yangu. Nyama ya nyama zangu. Nyama ya nyama zangu. Na kwa uwezo wa Mungu. Kwa uwezo wa Mungu. Nitamhifadhi pekee. Nitamhifadhi pekee. Awe mke wangu. Awe mke wangu. Wakati wote. Wakati wote. Yeye na mimi tutakuwa hai. Yeye na mimi tutakuwa hai. Ee Mungu nisaidie. Ee Mungu nisaidie. Amen. Shangilia Bwana.
hakika huyu ndiye mume anayejaza